chama hiki akijawa na mtandao mkubwa, vyama vya upinzani vilikuwa havipati hata mawakala. Tunaenda kwenye uchaguzi, vituo vingi vinakosa mawakala, si ndio? Wakati ule utaratibu wa kutambulisha wakala, na ndio utaratibu mzuri, kwa sababu wakala hayuko pale kusimamia interest ya mkurugenzi wala ni mgombea na chama chake. Anakwenda, yani mimi mgombea, mathalan nagombea Arusha mjini, natakiwa niwe kwenye vituo vyote. Sasa kwa sababu mimi sio Mungu, sio omniscient, siwezi kuwa everywhere. Ana sio cha kutunza siri. Kwenye ukumbi wa kupigia kura kuna siri gani humo? Mnatunza siri gani kwenye ukumbi wa kupiga kura? Siri dhidi ya nani? Haya, ukishaapishwa eti mkurugenzi na sisi tuko Tarime, jimbo la Tarime limeizunguka Tarime mjini hivi. Ukienda mpaka Nyanungu kutoka Tarime, kutoka upande mmoja wa Susuni kule, ukienda tena kata nyingine ni hivyo hivyo, 70, 50, ni jimbo kubwa. Kesho ndo tunapiga kura. Leo mkurugenzi anasema leo ndo anaapisha mawakala. Na anawaapishia wapi? Akasema tunawaapishia makao makuu ya jimbo Nyamwaga. Zamani watu mnakumbuka hata kwenye uchaguzi wa Nasari tumeapishia kwenye kata kule. Kwa hiyo mkurugenzi anasema waje Nyamwaga. Sawa, mimi nilikuwa nimeshakuwa mbunge na nguvu kidogo, muscles, nimekodi magari kwenye kata 26 yamekusanya watu. Tumewapeleka Nyamwaga. Saa 1 asubuhi tuko pale. Tumekaa, mkurugenzi tuapishe. Hapo kila kitu kimesimama na mgombea uweze hata kuendelea na kampeni kwa sababu sasa mnataka kuapisha. Sisi hawapo. Mpaka saa 11 jioni ndio mkurugenzi anajitokeza. Ingieni ukumbini ni waapisha. Kesho uchaguzi. Watu wameenda pale, ametuapisha. Saa 12 tumemaliza. Akasema sasa mnipe nafasi ni saini hivi viapo. Amekwenda na hizo fomu. Tumekaa pale mpaka saa 4 usiku. Wanatuambia hizi fomu tukazichukue Tarime mjini. Tutoke tena twende kilomita 40 tukachukue fomu. Tumefika Tarime mjini, mvua imenyesha kweli kweli, saa 5 usiku. Mind you, kuna mtu anatakiwa apelekwe kilomita 100, na yeye kilomita 100 ni kwenye kata. Atoke pale labda aende kilomita 20 kijijini anapoenda kusimamia uchaguzi. Usiku. Tumefika pale, tumeletewa hizo fomu saa 6, ziko kwenye box moja. Zimechanganywa kata ya Susuni na kata ya Mwema, na kata ya Nyamisangura. Tumechambua sio mpaka saa 8. Tunakuta fomu zaidi ya 200 na kitu, kwenye vituo 400 hazipo. Mkurugenzi amezima simu. Hao waliopata fomu tuwasogeze sasa kwenye vituo. Wengine wamefika saa 4 asubuhi, wengine saa 3, wengine saa ngapi? Piga simu ya mkurugenzi kwa kumpata saa 6. Mheshimiwa utanisame, kuna ambao hawakupata. Hebu kimbia pale Nyanja akupe hizo fomu. Saa 6 mchana. Halafu mtu mmoja mjinga, tukisema anasema tunatumia lugha kali, anatuambia sisi eti tunaogopa uchaguzi katika mazingira ya kipuzi kama hayo. Hayo ndio mazingira mnataka tusubject watu wetu. Mind you, watu wamepigwa kwenye kampeni, watu wameuawa, watu wametekwa katika mazingira ya uchaguzi. Kwa nini mambo yanafanywa kuwa magumu? Kwa sababu leo tuna mtandao. Sasa tunafanyaje hao mawakala wa Chadema wasiingie kwenye vituo? Fanya complication yoyote. Haya ni mambo ambayo yakubaliki. Mfumo wa uchaguzi unadhibitiwa na rais. Mkurugenzi wa tume, watu wanaosimamia wale makamishina, watu wanateuliwa na rais. Wakurugenzi wa halmashauri wote wanateuliwa na rais, wako chini ya mkwe wake nani Mchengero, ndio waziri wa TAMISEMI. Nani mwana Chadema anaweza kusimama hapa aseme Mchengero atamwacha mama mkwe wake akupe wewe haki? Nani anaweza kusimama akasema hivi? Afu makara bila aibu. Hivi mnaonaje wa Tanzania? Kauli aliyoitoa Magufuli kwamba mkurugenzi atakayetangaza mpinzani mimi nimempa gari atakiona cha moto, haijawahi kufutwa na Samia mpaka leo. Alafu anasema sisi tunaogopa uchaguzi. Haya, wale wanaokuja kusimama kwenye kata, kwenye vijiji, wale wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi,
wote ukisoma ibara ya 35 ni extension ya mamlaka ya rais. Kwa mfumo mzima uko controlled na rais ambaye ni mgombea kutoka Chama cha Mapinduzi, na anaendelea kuwa na command hata wakati wa uchaguzi. Nani anaweza kusimama akasema tunaweza kushinda uchaguzi kwenye mazingira kama haya? Ukisoma haki, ukisoma ibara ya 8 inasema wananchi ndio wa msingi wa mamlaka. Kuanzia ibara ya 8 mpaka 22 ya katiba kuna haki. Wapi kwenye katiba yetu imesema kuna haki ya mpiga kura, kwamba ukizuiliwa kupiga kura kwa sababu zozote au kujiandikisha unaweza kuishtaki serikali? Wapi imeandikwa hivyo? Katiba yetu haitambui haki yako, inatambua haki ya wewe kupigania msingi wa mamlaka uamue. Kwa hiyo mapungufu ni mengi. Mfumo wenyewe unatoa nyanya ya kuchafua uchaguzi. Mfumo wenyewe rais anaweza kuyumbisha akatoa tamko katikati ya uchaguzi na mfumo ukaharibiwa. Mfumo hauaminiki. Hata sisi mwenyewe hawaamini mfumo wa uchaguzi. Hata wao kwa wao tu wanaviziana. Juzi Rais Samia amewavizia hata mkutano mkuu sio wa uchaguzi. Akatengeneza mazingira pale, wajumbe wamelipwa bilioni 3 kwenye kikao kimoja. Posho milioni 3. Kama sio rushwa ni nini? Tunampendekeza amepita. Mwezi wa kwanza wameteua mgombea urais. Wao wenyewe wanaviziana. Sio. Mfumo wetu hauaminiki. Mgawanyo wa majimbo uko controlled na mgombea wa CCM ambaye ni rais. Akuliacha hivyo lisigawanywe, akaenda kwenye kajimbo kadogo agawe ili CCM iwe na majimbo mengi. Kwa sababu mbunge kwa mfano mathalan ni representative of the people. Ndio maana ya mbunge, is a taxpayer representative. Lakini katiba yetu inasema jimbo litagawanywa kama kuna miundombinu mizuri na kuangalia jiografia. Kwa hiyo kwa maana hiyo CCM wanatambua kwamba mbunge anawakilisha miti, barabara, milima. Ndio maana ya mbunge kweli. Mbunge anapaswa kuwakilisha watu. Ndio maana leo unaenda Zanzibar inawapiga kura 560 ina majimbo 50. Unaenda Temeke inawapiga kura 473 ina mbunge mmoja. Hiyo ni haki? Kwa sababu kwa mfumo wa quota system na una representative of the people kura ya Tanganyika au na kura ya Temeke. Piga kura 43 lina mbunge mmoja. Jimbo la Arusha mjini linawapiga kura 290 lina mbunge mmoja. What is the justification of that? Kwamba kura ya Kavuu ni golden vote, lakini kura ya Arusha mjini ni kura ya bronze. Si ndio wanachotaka kusema? Hatuwezi kwenda na aina hiyo ya mfumo. Tunataka mfumo ambao watu watawakilishwa na wabunge, na ndio katiba yetu inavyosema. Kwa mfano, leo unaona CCM wao wameshapitisha mgombea. Pitisha mgombea wao, wametengeneza na mabasi, wamenunua na mapikipiki kwa njia gani, masima t-shirt, wako kwenye kampeni. Lakini utaratibu wa kiuchaguzi bunge linavunjwa lini? Mwezi wa 7. Mchakato unaanza lini? Mwezi wa 8. Mpaka mbunge apitishwe labda mwezi wa 8 hapo mwishoni ndio wanaanza kampeni. Sheria ya uchaguzi inasema tutaingiza vifaa kutoka nje ya nchi sio chini ya siku 90 kabla ya siku ya kampeni. Sasa huyu mtu bunge linavunjwa, anataka print t-shirt imeandikwa chagua Heche kutoka China. Bunge linavunjwa, siku 90 zimeisha, eraps hazipo. Huyu mtu anaagizaje nani? Wakati hajafanya hata kura za maoni za ndani ya chama chake, hajawa mgombe. Sisi mimi naweza kuwa nafanya kazi labda ni na NGO nje ya nchi na account labda KCB Kenya. Wanasema ndani ya siku 90 hata fedha zako zikiwa kule unataka uchukue uweke mafuta kwenye gari, huwezi.
Hii yote inatengeneza mazingira kwamba mpinzani asiweze. Wao wanaweza kwa sababu wanaweza kucorrupt mfumo. Vyombo vya habari, angalia coverage wanayofanya. Wanafanya kwa upendeleo. Wakifanya coverage ya upinzani, watafanya tu katika mazingira ya negative stories. Wapinzani wapigana sehemu fulani. Kama ambavyo Mwananchi inawasetia agenda sasa hivi kwamba Chadema kuna mgawanyiko. Kitu ambacho is not true. There are very many important things about this country ambayo viti maalum. Tuna wabunge tukua 100% yake ina balance vizuri tu. Wanasema ili uqualify kupata viti maalum lazima upate 5% za kura za wabunge, ndio threshold. Alafu sasa kama umepata 18 au 20 au 30 utapata idadi hiyo hiyo ya wabunge. Sasa mathalan CCM ilipata 80% ngapi kwenye uchaguzi uliopita? Kama 78%. Chadema ikapata 18. Ukijumlisha zinakuwa 96%, si ndio? 94 au 96, kitu kama hicho. Kuna vyama vidogo vidogo, sio ACT imepata 2%, sio nani imepata 1%, sio nani imepata 1% ngapi. Kwa kuna viti sita ziada ambavyo vilikuwa mtu amepata 1%, huyo amepata ngapi, huyo amepata ngapi. Kila mwaka hivyo viti ambavyo vyama vimepata 2%, 3%, 4%, CCM inajichukulia vinakuwa vya kwake. Kwa nini ACT akipata 2% asipate wabunge wake wawili wakamrepresent bungeni? What is the point ya kumnyima 2%? Si tuna wabunge 100, ana 2%, apate wabunge viti maalum wawili. Chauma amepata 1%, apate mbunge mmoja. Chama kingine kimepata 4%, kipata 4% hiyo au viti 5. Kwa nini hivi viti vinabaki vina hang, CCM inajichukulia vinakuwa vya? Kwa mfumo wetu mjem. Sasa kama kuna mwanachadema anayepinga haya, asimame kwa hoja aseme mimi napinga haya, kwamba mimi na uhakika tukienda tutapata viti, mimi na uhakika tukienda hatutadhulumiwa, watu wetu hawatakuuawa, hatutawekewa vizingiti. Asimame anyoshe kidole hapa tuambie. Ambaye yuko confident na mfumo unaoenda kusimamiwa na Samia, asimame hapa anyoshe mkono. Kama Samia wanapigana, sasa tunazo zisema tuko pamoja. Tuko pamoja. Wangapi nasema tuko pamoja katika hii hoja? Wote. Tunatumia nafasi hii kumwambia na kumwomba ofisi ya katibu mkuu iko hapa. Mara moja huu waraka uandikwe kwa lugha rahisi, ushushwe kwenye kila mkoa, kila wilaya, kila kata, watu wetu waelewe ni kwa nini tunasema no reforms, no election. Hilo la kwanza. La pili, viongozi wenu wa taifa, tunafanya engagement na viongozi wa dini, NGOs, mashirika ya kimataifa kwenye level ya kitaifa. Mwenyekiti wa mkoa Mungure, kutana na viongozi wa dini kwenye level yako ya mkoa. Fanya engagement nao, wapelekee hizi hoja. Kutana na NGO kwenye mkoa wako, wapelekee hizi hoja. There are strong points inside here. Kutana na viongozi wako kwenye level zote, wapelekee message. Tutapeleka na mafunzo. Viongozi wa wilaya, na nyie fanyeni hivyo kwenye wilaya zenu. Kila mtu afanye engagement kwenye level zake. Tunataka wote wa Tanzania waelewe, Chadema tunasema no reforms, no election. Sisi hatuogopi uchaguzi, ila tunataka haki ambayo itasababisha wananchi wa